The Azimio people have been given a chance, but they have instead decided to go back to the streets. What they must know, because I saw them pen a letter yesterday saying that the president should allow them to go to the streets. President William Ruto on 13th of September took the Bible before God and the people of Kenya and swore to protect and uphold the Constitution. One of his responsibilities in upholding the Constitution is to protect life and property. The several times the Azimio people were in the streets, there was no demonstration. It was destruction of property, looting of private property, killing people, and injuring others. We still are. They want to go to the streets. They must understand that the president has a constitutional duty to protect life and property. And asking the president to look the other way as people destroy people's property is asking him to violate the Constitution, which he cannot agree. Kesho waende wafanye vile wanataka, lakini tungeuliza huyu mzee kwa heshima awache kusumbua hao mahaswa ya Eastlands na Southlands. Hao na kuharibu mali yao na kuwazuia kwenda kazini. So president wetu, si wanajua pahali yako pale State House? Elekee hapo. Watafute grupu ingine ilekee kwangu. Grupu ingine ielekee kwa Aden Ndwale pale DOD. Iko haja gani ya kusumbua na nchi mahasla? Wanatafuta riziki, wanatafuta unga, wanatafuta vile watasomesha watoto wao. And Bwana Francis Atwoli, those people are not sincere. Because if they were sincere, they would have demonstrated then when unga was at 230. And they didn't. That is when they would have done it. So they are not sincere. And if the issues they are raising are with President William Ruto, they should go to State House and face him there, instead of going kuangaisha watu ya kawaida mahasala ya Kenya. And finally, Bwana Atwoli, I want to congratulate you for your leadership and pragmatism. This celebration, Your Excellency, is one of a difference. The labor celebration last year, there was not any discussion about workers. The whole ceremony from the beginning to the end was discussing William Samoei Ruto. But today it is one of a difference. We are discussing the issues of the Kenyan workers. We want to say, Bwana Atwoli, you have shown pragmatism and leadership. Wewe you had another president in mind. Ulikuwa unasema huyu hawezi. Hata ulikuwa umesema akishindwa atafute miti ya kujinyonga. But siku ameshinda, you have done the right thing. You have shown you are a Democrat and you have respected the will of the people. And that is the way it should be. So I want to urge you with respect. Hao marafiki yako uwatafute pale kwako Kitengela. Tulikuwa tunakufuatilia mkikaa na hawa. Uandalie chakula na ile vitu mlikuwa mnakunywa na hawa na ile muziki ya Lingala. Mkishamaliza uwaambie maneno ya kwamba uchaguzi uliisha na rais wa Kenya ni William Samoei. Na hiyo ndio ukweli. They should stop living in denial. Hata wakivaa sufuria kwa kichwa, rais wa Kenya ni William Samoei Ruto. Hata wakisema nini, hata wakimtukana, yeye ndiye rais wa Kenya. Na wewe Bwana mzee Atwoli, kwa sababu wewe umeelewa maneno, wewe ni mzee waite. Wakiburudika pale, wakichapa 1, 2, 3, watasikia maneno. Waeleze ya kwamba uchaguzi uliisha na wewe mwenyewe umetii demokrasia and you have respected
the will of the people, because that is the way it should be. Kwa hivyo rais wetu, wa Kenya wanategemea kwako ya kwamba utalinda mali yao, kwa sababu uko na kazi ambaye ni ya kikatiba ya kulinda mali ya Wakenya kutoka kwa muhalifu wowote, akuwe ni nani au ni nani, kwa sababu hiyo ni katiba na ni lazima katiba itekelezwe.